Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji, leo natamani nikuelezee wimbo nambari 43, What a Fellowship. Asante rafiki yetu mwema, Mungu mwenye nguvu, Mungu unayetupenda sana. Tunashukuru kwa wema na fadhili zako. Tazama, naweka masikioni mwa watoto wako huu wimbo wa nambari 43, furaha gani. Baba, kama kuna mtu ambaye ameshawahi kupitia changamoto kama hii, Baba ukaweze kumgusa, akaweze kupata badiliko kubwa katika maisha yake. Asante Baba kwa kuwa umetenda kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. What a fellowship. Furaha gani na ushiriki nikimtegemea Yesu tu. Baraka gani tena amani nikimtegemea Yesu tu. Tegemea salama bila hatari. Tegemea Mwokozi Yesu. Nitaiweza njia nyembamba nikimtegemea Yesu tu. Njia itazidi kuwa rahisi nikimtegemea Yesu tu. Sina sababu ya kuogopa nikimtegemea Yesu tu. Atakuwa karibu daima nikimtegemea Yesu tu. Tusikilize historia ya mtunzi wa huu wimbo nambari 43. Wimbo huu ulitungwa mnamo mwaka 1887 na Profesa Anthony Johnson Showalter aliyezaliwa mwezi wa 5 mwaka 1858 huko Virginia, Ulaya. Historia inaeleza kuwa Showalter alisoma na kufanikiwa kwa kutunukiwa tunu ya kuwa profesa. Profesa ni kiwango cha juu cha elimu. Pia katika maisha yake alifanikiwa kuchapisha takribani vitabu 60 na kuhudumu kama mzee kiongozi wa muziki katika kanisa la Presbyterian kwa miaka mingi, na ilipofika mwaka 1924 mwezi wa 9 alifariki dunia. Siku moja nyakati za usiku, Anthony alifika nyumbani kwake huko Alaba, Ulaya. Akitokea kazini, alikuta barua 2 zikiwa mlangoni kwake, na zote zilitoka kwa wanafunzi wote wawili aliowafundisha wakati akiwa mwalimu katika jimbo la California Kaskazini. Kila barua ilionyesha kuwa mwandishi amepoteza mke wake mpenzi. Cha ajabu, wanawake wote walifariki katika siku moja. Profesa Anthony aliguswa sana na jumbe zilizokuwa katika barua zile, na kwa sababu huzuni ilikuwa imeujaza moyo wake kutokana na taarifa hizo, aliamua kurejea katika Biblia, Agano la Kale, ili kupata maneno yatakayofariji rafiki zake. Mara alipofungua, alikutana na fungu zuri kutoka katika kitabu cha Torati 33:27 linalosema, Mungu wa milele ndiyo makazi yako, na mikono ya milele hii chini yako, na mbele yako umemsukumia mbali adui, akasema angamiza. Maneno haya aliyasema Musa akiwa anawafariji wana wa Israeli kabla hajafa, na yalionekana kuwa na mvuto na faraja pekee sana kwa profesa. Kisha akaamua kuyatumia katika kujibu barua zote 2 kutoka kwa wanafunzi wake waliofiwa na wake zao. Baada ya kujibu barua zote 2, alianza kufikiri juu ya wengine wanaosumbuka kwa matatizo mbalimbali. Kutokana na fikra hizo, aliandika maneno na tuni ya wimbo huu na kutuma kwa rafiki yake aliyeitwa Elisha Albright Hoffman. Huu ni mwandishi na mtunzi wa tuni nyingi za nyimbo aliyekuwa akiishi Pennsylvania. Elisha alitumia maneno aliyotumiwa na Profesa Anthony kutengeneza beti 3 za wimbo huu na kumrudishia Profesa Anthony, ambaye naye pia alizipanga katika mfumo wa muziki na kutuma kwa wanafunzi wake wawili waliokuwa wakiomboleza ili kuwafariji. Inasemekana kuwa huu wimbo ulileta faraja pekee sana kwa wafiwa wote wawili na waombolezaji pia. Tunajifunza nini hapa? Mungu wa milele ndiyo makazi yako, na mikono ya milele hii chini yako, na mbele yako amemsukumia mbali adui, akasema angamiza. Hii ni Kumbukumbu la Torati 33:27. Maneno haya ya Musa yanatangaza kwamba Mungu ni kimbilio letu na usalama wetu duniani. Ingawa mara nyingi twaweza kutegemea vitu vingi kama vile pesa, elimu,
au njozi zetu za maisha na kujikuta tunavifanya kuwa kimbilio letu, lakini tunapaswa kukumbuka kuwa vyote hivyo vinapita na kimbilio letu la pekee litabaki kuwa Mungu wetu wa milele, ambaye hunyosha mkono wake kutushika pale tunapotaka kuanguka. Hivyo hakuna dhoruba iwayo yote itakayokuangamiza ikiwa tutakimbilia kwake. Wale wanaoishi bila Mungu, shida moja yaweza kuwaangamiza kabisa, lakini wale wanaomcha, wanaoishi kwa ajili ya Mungu, daima usimama imara wasongwapo na changamoto katika maisha, kwa sababu Mungu huwa msaada na kimbilio kwao. Kuishi kwa ajili ya Mungu ambaye ni msaada wetu, wakati mwingine yaweza kuwa kama ni biashara isiyo na faida, yani ni pata potea, lakini kuna faida kubwa kuliko kawaida. Wote wanaomtumainia na kumtegemea, narudia tena, watabaki salama na changamoto hazitawatoa kwake Yesu. Mtunzi wa wimbo anatujengea wazo kwamba furaha na ushiriki ulio imara hupatikana pale tunapomtegemea Yesu. Pia baraka na amani huja tunapomtegemea yeye. Njia zilizo nyembamba ambazo ni misiba, magonjwa mazito, kunyanyapawa, kuteswa na kuonewa, kutengwa na jamii, kufukuzwa kazi, kushindwa kwa kila jambo tulifanyalo, kunyimwa haki na kuonewa kwa kila namna, huwa hurahisishwa pale tu tunapoamua kumtegemea Yesu katika maisha yetu. Kwa hiyo wimbo huu unapaswa kuimbwa kwa lengo la kumfariji mtu na kumuhimiza kuwa au kuweka mizigo pamoja na masumbuko yake yote mbalimbali ya maisha haya kwa Yesu Kristo, kwani yupo kwa ajili ya kumtua mzigo yoyote aliyelemewa. Mathayo 11:28. Kamwe usipambane na changamoto zako, zitakuangamiza. Mbebeshe Yesu kwa imani, utasalimika. Usitatue changamoto zako mwenyewe, utafanya maamuzi yasiyo sahihi. Mshirikishe Mungu na daima jifunze kumtegemea. Maamuzi yako katika changamoto yatakuwa sahihi. Asante rafiki yetu mwema, tunashukuru kwa wimbo mtamu uliyemvuvia mtumishi wako kuweza kuutunga. Tazama, unatufariji hata sisi na kuomba Baba, kama kuna mtu ambaye ana changamoto mbalimbali, ananyanyapaliwa, Baba ukamtembelee kupitia wimbo ukamfariji. Kama kuna mtu amelemewa na mzigo wa dhambi, anaposikiliza huu wimbo, Baba ukamtue. Kama kuna mtu anapitia huzuni, amefiwa, ana msiba katika moyo wake, Baba kamtembelee, ili Baba ukaweze kumfariji na kumsaidia aweze kutegemea wewe. Changamoto yoyote ile ambayo mtoto wako anapitia, ukaweze kuiondoa, ukaweze kumfariji. Tunaamini Baba umetenda na umejibu kupitia jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo. Amina.